Yo vibao bana wewe na wewe leo. Kwa nini kibao? Ameniba kipawa. Kipawa. Je kibao. Sawa, yani nisishindwe kumuelewa vizuri. Kipawa. Ninaje katua hata ndege kipawa cha ndege pale Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nitaenda kuzungumza na Tami. Pia nitazungumza na familia yake. Alafu nikimaliza tu mimi nitakuja kukupa wewe mlegejo. Kwa nikizungumza mlegejo utapata. Hilo tumeshamaliza hilo chawa. La 10 lingine ambalo nataka nikuongezee na kenye na mule mfanyakazi wako anaitwa nani yule? Nani huyu? Hata huyu yule mwingine anaitwa nani? Memba. Yule bwana nimepiga pale. Bwana nimeambiwa nipige bajiboni jaji. Akanambia jingi 3. Nikatoa 3 yangu. Nikampa. Kanipiga picha anakuja kunipa vipicha vidogo hivi. Ambavyo mimi jina mikono, jina miguu, jina kiuno. Zile ndo passport sasa. Yani ile ni passport size. Ukisema ukiishia passport, tayari ushaenda sehemu nyingine. Kwa ile ni passport size, na ile passport size lazima iwe imeishia hapa kifuani, alafu hiyo imechukua mabega. Utakiwa kukatia hapa wala utakiwa kukatia hapa. Yaani unamaanisha yule anataka bajiboni jaji. Hana jida na mikono yangu, tumbo, wala kiuno. Yaani ana jida na kifua na jula yangu. Ndio maana ana shida na hapa tu. Yaani kuanzia hapa. Unajua mimi bwana niliomba kaji pale Dojidoji. Nikaenda pale. Wakanambia nilete bajiboni jaji. Na jadi jangu ya kujaliwa. Hapa dosos kwenye mradi wa Minawa? Baba tuligombana. Niliwauliza, jaja mnataka jadi jangu ya kujaliwa? Ina maana nyinyi jaja amuamini kama mimi nimejaliwa ama ni vipi? Ndio tulipanga kugombana. Nikamwambia ukweli. Kama muamini kama mimi nimejaliwa, basi ndio nene tukamuulize mama yangu. Kwa sababu mama yangu mimi ndio amenijaa mimi. Kwa hiyo kama muamini kama mimi nimejaliwa, basi twendeni nyumbani mkamuulize mama ama nimejaliwa ama nimeokotwa. Alo jemeji. Yaani kuna jambo moja kila nikikaa nikifikiria. Yaani mimi mwenyewe yani hapa na kuona yani ni mtu wa nani wa ajabu jana. Yaani kwa sababu mimi nimekuja hapa kutoa barua ya ujumbe kwa dada. Upa nimeondoka. Nimerudi hapa kuja kutoa tena moja ya dada yako. Upa nikaondoka. Nikarudi tena wakati wa harusi. Upa hapa. Mpaka leo hii nakuja tena hapa. Yaani umekuwa kama hii nyumba yenu. Sasa jemeji, mimi nikueleze tu kitu moja. Kwa sababu inaonekana kama nyota yako imechafuka. Kwa hiyo nikutafutie mganga mmoja mzuri. Aweje kugunja vija. Yo. Aweje kugunja vija nyota yako. Akuweke jawa. Labda utaolewa. Ishi hapo. Kwa hiyo umekuja kunihubiria nataka unioe wewe au? Mimi sema kilichokuleta. Mimi kiukweli habari au mpango wa kuoa mimi mwenyewe jina kwa sababu wale watu ambao wanaotemekana majogoo anapandi mtuni na mimi mwenyewe nipo humo. Kwa hiyo nitaki kujitia aibu nioe mwanamke alafu baadaye akanitanganyia yule pale jamani ajolile kajola jiabanda kibule. Mimi nitaki. Sasa mimi hapa lililonileta hapa ni jambo hili moja tu. Wacha. Tami yupo. Hayupo. Baki kama Tami hayupo, hiyo mbaya kama nimekukuta wewe. Mimi bwana nataka nizungumze na Tami kinagauka. Mimi jemeji yangu labda tu nikwambie kitu kimoja. Kupata ndoa ni kazi jana. Lakini kuivunja ndoa ni kitu laiki jana. Kuolewa ni kazi jana. Lakini kupata mjumba mwanangu nijiteme jana. Jana mimi nataka tuzungumze mimi na wewe tuelewane. Naomba unichingilije kwa umakini. Na ukinichingilija kwa umakini na kutafutia bwana Ulaya. Iko hivi.
Mimi nimekuja hapa tuzungumze na Tami. Tami unajua ameondoka kwa mume wake Ngoda. Na hii ndio ambacho ndio kijuli. Bwana wewe. Kwa hiyo ndio swala lilokuleta hapa. Umenyanyua kwato zako huko kutoka kwako, unafika hapa. Mimi najua una kitu cha maana, kitu cha msingi, unakuja kuongelea swala la Tami na mume wake Ngota. Bwana wewe, kama umekuja na hilo swala ishi hapo hapo. Hapo hapo. Sasa habari ya ushenga ilishaishaga huko. Ila ili swala la sasa hivi naomba ukae kwa kutulia. Upo. Kama umekuja na habari nyingine endelea. Ila kama ndio hilo swala ondoka. Lakini shemeji, sitaki habari ya ushemeji. Nimemaliza. Naomba uondoke. Unajua mimi nalipwa kule. Unalipwa nini? Nalipwa jawabu kwa Mungu. Kama anakulipa utajua mwenyewe. No. Ondoka bwana. Amka. Uondoke kabisa. Bwana yeye amka uondoke. Utakuaga chini amka. Basi taratibu kabisa nani? Ondoka. Shemeji nini? Hakuna shemeji, hakuna nini. Habari za Tami sitaki kuzisikia. Halo. Yaani huyu dada jamani, huyu dada huyu. Kama ndio hivyo anasemaga jinsi watu wafupi kuna matatizo. Lakini leo na mimi nimepatikana. Hapo ni njema, si njema, yani hakupo sawa vile. Kwa nini? Tatizo lakini liko kwangu. Unajua mimi siku moja kaka bana nilikuwa kwenye mishimisho zangu, nilikutana na Masai. Masai mmoja hivi anauza shanga. Tunamjua yule nani Masai nani? Liza. Liza. Nikakutana naye basi yule pale akawa ameniuzia shanga. Sasa shanga mimi nikawa nimezipenda. Hata rangi yake nikawa nimependa. Ndio. Sawa kwa mimi. Basi nikawa nimezeka mfukoni nikasema nikifika nyumbani nimpatie nani? Mwanamke akawa anafanya usafi na kufua. Akawa amefua bana akakuta. Shaka na search mifuko wa suruali yangu. Akakuta hizo shanga. Mimi narudi nyumbani hatu nisiongeleshwi, chakula hakijapikwa, mtu amenuna tu. Yaani asubuhi hivyo kanunia tu, ngei hamna cha salamu. Mimi nikajua labda kwa mawazo yangu kajua labda mke wangu labda mjamzito. Sasa hizi dalili, unajua dalili za mwanamke mjamzito anaweza kuwa na kiburi nini. Nikasema basi mjamzito labda dalili. Nikasema acha nifanye. Nimuache. Bana akatoka huko kaja ofisini. Nikarushwa maneno, sijui nini. Umeona? Yaani katoka ni maneno kibao, malaya, sijui nini, unapaka unaleta shanga nyumbani. Ndio nikajua kumbe tatizo shanga. Umeona? Huko kwa ofisini ananiambia njoo nyumbani, uniambie zile shanga za nani na pia unipe talaka yangu. Ndio. Anataka talaka. Kafikia kwenye talaka nikasema. Kwa ajili ya shanga. Je, ungekuwa usalama wa taifa? Kaka wewe acha tu. Basi mimi nilivyorudi nyumbani tena nikamkuta anaondoka. Nikasema basi kama yeye kaamua aondoke na ashindwe kunielewa mimi na ninachomwambia ni ukweli kwamba zile shanga nimenunulia yeye na bado hanielewi. Basi sasa mimi nikaona sasa hii swala linaweza likawa zito. Nilichokifanya nikamfuata yule mshenga wetu na yule mshenga wangu alikuwa kwenye harusi yangu nakumbuka nampata. Nikamfuata yule pale, nikamuelezea situation nzima, basi nikamwomba aende akasaidia hata kuniombea msamaha au kumuomba Tami aweze kurudi nyumbani. Lakini pia ilishindikana. Tami ikawa mtata. Tami ikamfukuza. Yaani familia yao kuna huyo dada yake, unamjua yule dada. Yaani kamtimua anakuambia maneno kibao. Ile familia naijua. Yaani kaka nikikutana na huyo dada yake hata njiani, shughuli ninaipata acha. Lakini yote na yote sikukata tamaa. Nikasema nije kwako pia nikushirikishe. Nikwambie jambo hili kwamba bana hapo ndo familia yangu mimi ilipofikia. Umeona, kwa nilikuwa napenda uende kule nyumbani ukazungumze na Tami ili kama vipi hawezi kurudi nyumbani au dada yake. Maana watoto wa kike wa siku hizi akiamua kwenda kufanya jambo hivi Madila na Kijola ndio hayo. Nishamkatazaga mimi mke wangu asivae Madila. Unakuta mtu kalivaa anaenda kumsosomoa mtu. Abechomeka hapa. Sijui anachomekaga kwenye nini. Unakuta tu huku refu kufupi. Ukimwona mtu wa namna hiyo, ujue anakoenda. Sasa ndio picha ninayochukulia naona kama vile ndivyo ilivyokuwa huko nyumbani. Huko ilikuwa hatari kama. Lakini sawa. Mimi niseme hivi, hicho kitu kama nikienda kwa yule dada yake nikamuelekeza hapo asielewe. Una uhakika hizo shanga ulikuwa umemnunulia yeye?
Ya, na uhakika unajua kaka mpaka mimi nakuja, unadhani nifahamu mdogo wako. Habari za hapa shehe? Safi. Bwana samani, mimi nimekuja hapa, kuna jambo moja limenileta hapa kwako. Jambo lenyewe ni hili la hao watoto hao. Ngota na mdogo wako. Kuna jambo ambalo limejitokeza pale nyumbani, ugomvi nini, mdogo wako akaondoka. Lakini kinachokuja kunishangaza, nakuta kwenye ugomvi huu hawa vijana, wewe ndio unayesababisha. Sasa nashindwa kuelewa ni kwa nini unaamua kuvunja ndoa ya hawa vijana. Maana mimi nilijua kabisa unaweza, wewe na mimi tunaweza tukakaa pamoja na tukawasaidia hawa vijana waendelee kuishi vizuri kwa amani. Lakini wewe tena ndio umekuwa mvunjifu kabisa wa hii ndoa. Maana sisi watoto wa kiume tembea zetu, tunaweza tukakutana na kitu kizuri ambacho kinampendeza mke wangu mimi, na kinunua mimi nikiwa kama baba wa nyumba, na nunua kile kitu. Nikishanunua nikijua kabisa hicho hapa nikimpelekea mke wangu kitampendeza na mwenye napenda. Ndicho alichokifanya mdogo wangu, katembea huko, kakutana na shanga ambayo ni nzuri, uwezi jua huko ndani huwa inakuaje. Akaona ile shanga inampendeza mkewe, kanunua. Sasa aliponunua shanga hawezi kuivaa shingoni, kaiweka mfukoni. Amerudi nyumbani, bahati mbaya akatingwa na mambo mengine, kaisahau ile shanga kwenye mfuko wa suruali. Haya, mdogo wako kachukua nguo kwa ajili ya kufua. Baada ya kusachi nini, siku moja sikakutana na hela, ndio maana akazoea kusachi, kakutana na shanga. Haya, amekutana na shanga bila kufikiria hii shanga labda iko vipi, hajauliza. Huyo juu kama ulivyo wewe hivyo. Yaani mnapalamiaga tu mambo juu bila kuangalia kwamba yakoje. Kwa hiyo mdogo wako akaamua kubeba mabegi, kaondoka, kaja kwako, na wewe ukampokea, ukijua kabisa huyu ni mke wa mtu. Lakini ninachokuja kukishangaa, bado umekaa na mdogo wako bila kujua kabisa kwamba yule ni mke wa mtu. Maana hajaja na taraka, au unaweza ukaniambia kwamba kaja na taraka kwako? Yule ni mke wa mtu. Sasa hicho mimi ndo kimenileta hapa nikuulize. Kwa nini na wewe ni msababishaji wa hii ndoa ya hawa vijana kuvunjika? Unapokea mtu ambaye kabisa unajua bado ni mke wa mtu, hajaja na taraka au alikuonyesha taraka. Naomba nijue kwamba sasa kama inafika hivyo, nikitegemea kabisa wewe unaweza kuwa msaada kwa hawa watu, lakini imefika kipindi kwamba na wewe ndo mvurugaji. Ni kwa nini? Kwa nini umekuwa mchangiaji kwenye hili jambo la vijana? Unajua kabisa kwamba yule ni mke wa mtu, halafu wewe unampokea? Yaani anakuja kwako ukijua kabisa huyu ni mke wa mtu. Je, au labda alikuja kwako na talaka? Umaliza. Ndio. Kwa hiyo umetoka huko kote umekuja mpaka hapa. Kwa hiyo wewe na mdogo wako lenu moja, si ndio?